So, murali wa Farodhi wa Thayo TV, karibu sana. And thank you for today's program. Todo muthenya wa mwanya muno makiria na ni ukoretwo giturumirira muno makiria nitwikite charity na ngo ciothe itanjire mwe ya gucenjia society ko improve muikarire wa andu thiine wa muturire uyu na muno makiria maundu maingi muno mare tukoretwo tugika twakite tugateithia andu na njira itiganite tugacenjia miturire ya andu na ucio tiguo koretwo ri muico amu twina program nyingi cikiri njira makiria mothe hena program turambiriirie program ino ni andu makadonate wheelchair nagio tukahota gucihe andu aria macibataire na tutekorora irathi kana ki tondu gutire mundu ndigocihe mundu thiine wa ona taru ona itongo na andu aria angi othe makoragwo kuo gutire mundu tangiona accident gutire mundu tangitindirwo kagwe gutire mundu ithuothe tuciaragwo ona ringi kuri andu maciaragwo mariega muno na mundu atari na wathe ona hanini no in real life ugacoka gwikora ningi wathe ucio ni woka ona utarawirigireire na family gakiguthu igutha na muthenya wa umuthi ni njui tuko tukiaria githweri tondu ndina mugeni umwe wa amwanya muno makiria ana korwo media-ini miaka ngwicina ni ona ndingi compare miaka iria ndutite media nake I think it should be 16 or so kuma haria 13 gwikuru koguo mundu anakinya miaka te thiine wa media ngwiciria ti thako na media ni area mwe koragwo ndito muno go predict tondu andu ngine meciragia media kana media personality ni mundu ungikorwo na mbeca imwe nyingi muno according to the expectation ku mundu gukira kona hihi mundu wa media guo no gukorwo agikara gwake akite aguo no gukorwo na ngari aguo no kwa kihumba wega no dirikane mari maturi nginya kiri andu wa media marehagwo hata ukona ritwa inene na we bankrupt. So one of the biggest presenters done amenya na mundu gwetwo Dashina Vel'S. Dashina Vel'S ari kuria Radio Citizen. Kwa ihinda inene muno makiria andu manaigwa Dashina Vel'S. Andu ingi matiahotete kumuona tu nayo radio ni limitation cia ataiko mundu ucio ni ekwapia handu interview kana hihi athie TV ni ekwa interview maita maigi andu acio tutimamenyaga na muthenya wa umuthi Dashina Vel'S ni aretikirira kunjerera na itumi ciganona iria ciratumiria tucerere na ne ukwa gicitamburukia haha ni umwe wa andu aria hinda na rumirira muno hindi amari kure Radio Citizen mena wa Weromboru na andu na aria angi akina kama Munywa no tutiana hota kuonana in fact ni umwe wa andu aria marumagirira Farodhi TV na ndaiguaga gikoyo no ndaigua tari half cast no ni gwito he icio ngwiciria no nginya ko hekiria gitumaga twirorere either ni akorwo ki understand hanini or something like that. So Dashina Vel'S, karibu sana kwa Farodhi TV. Asante sana. How do you do? I'm doing very well. Kwa hana atia? Niye demwega fiyo. Demwega fiyo? Demwega. Niwe gikuyu? No tige othe. Hata ukuri kwa nyine kunjire ka ngima nigetha atari urire na kiria. Ile uko aje? Mimi niko salama sana na ningependa kusema asante sana kwa mwaliko wako siku ya leo katika studio zako. Ulitujulia wapi? Nimekuwa nikikufuatilia kwa YouTube na nimekuwa nikiona mambo mengi sana kukuhusu vile unasaidia walemavu, unasaidia wheelchair hapa na pale. Vile unafanya charitable works kwa wale watu wengi ambao wako less fortunate in our community. Nimekuwa nikifuatilia siku nyingi sana. Wow, so personally unijulia wapi? Kuna wakati ulikuwa ukija kule Royal Media na ulikuwa ukienda Inoro FM. Sasa hiyo wakati mimi nilikuwa nikikuona. Hata tulikuwa tukiongea lakini kwa muda tukawa hatujaonana. Hakuna mtu alijua tutakuja kupatana tena ama kuongea tena. Because I remember nilikuja huko I think 3 years or so nilikuwa nakuja kuweka sauti kwa advertisement huko Inoro. Na nafikiri nilikuwa nakutana nayo. Unaona pale kuna swimming pool pale hapo nyuma pale kwenye kale kamkahawa. Yes, exactly. Tumekutana mara kadhaa hapo. Mara nyingi sana. Lakini sikujua siku moja tutakuja kupatana hapa kwa Farodhi TV. Mipango yote ni ya Mwenyezi Mungu. Na si uje tu tuna broadcast hapa. Nataka nije, naweza ku broadcast vizuri sana.
Ukinipa mwaliko nakuja. So what were you doing pale Radio Citizen? Radio Citizen Mimi najua, lakini wengine labda ukiwakumbusha watakumbuka. Exactly. Sijui kama mnajua June Dashina Vel'S. Sidhani kuna mtu wako Kenya hajui June, because Citizen is everywhere. Yeah. Mimi mara nyingi hata nikitaja tu jina June kuna mtu atajijazia hizo jina zingine mbili. So nilikuwa amongst the pioneers wenye tulianzisha Radio Citizen na tukaikuza kabisa mpaka ikawa radio number 1 nchini Kenya. I tell you. And I worked there for 14 years. 14 years. Yes. Guy. Nikawa nimeintroduce vipindi tofauti, nikafanya road shows nyingi sana all over Kenya, kila mahali tukienda road shows na MC and what have you. So what I can say is that nilifanya kazi nzuri pale. Sasa niulize, ulitoka kwa radio ukiwa tajiri ama maskini? Unajua ajabu ni kwamba watu wakisikia mtu anafanya kazi kwa radio wanafikiri huyo sasa ako na mamilioni ya pesa. High expectations. Wanafikiri sasa huyo. Unajua mshahara ya radio unalipa nyumba, unalipia watoto shule, fare, hakuna kitu inabakia. Jina uko nayo lakini hauna pesa. Jina, mimi ninakumbuka the first year wakati nilipoanza kwenda kufanya kazi Citizen, ni kujifunza at least for 1 year sikuwa nalipwa mshahara sababu Citizen ilikuwa bado iko chini sana. Lakini ningeambia mtu anipatie 100 shillings ya fare, ananiambia wewe unafanya Citizen unaomba hapa 100. Station kubwa hapa nchini. Kwa sababu hakuna mtu ana believe kwamba huyu mtangazaji mkubwa hivi anaweza kuwa anakosa kweli. Lakini leo ningependa nifahamishe watu kwamba mtu anaweza kuwa na jina kubwa sana lakini haimaanishi kwamba ako na hizo mamilioni ya pesa. Sisi wote tuna struggle. Watu wote wana struggle. Kweli. Yeah. Okay, so enzi zao. I remember by then uliingia Radio Citizen mwaka gani? 2003. 2 or 3. Oh God. Hapa nilikuwa tu najua nitaingia media, lakini singekwambia na wakati. Ulikuwa bado shule, I think. So I want you to say something that will make people remember the voice. Yes. Okay. So simu kwa show pale, unaingia kazi, ulikuwa fanya mid morning. Nilikuwa fanya chapa kazi. Yeah. Unaendelea kuisikiza Radio Citizen, stesheni nambari 1 nchini Kenya. Jina langu ni June Dashina Vel'S. Nasema karibu sana ili uweze kujiunga nami ndani ya mpango mzima wa chapa kazi. Mpango huu unakujia kuanzia sasa hivi hadi itakapotimia saa 7 kamili. Nasema karibu sana. Wow. That's so nice. So June, wakati ulikuwa kwa radio, what one thing uliweza labda kubadilisha? Unajua kuna ile ukiwa kwa media sio kutangaza tu. Yes. Sio watu wa kusikia na jina lako livume. Yes. Ila kuna ile ama kuna kile kitu kwa maisha yako utakuwa ukisema nikiwa Radio Citizen for 14 years I did this. Niliweza kubadilisha maisha ya watu, niliweza kufanya hivi. What was your role, the main role as an individual at a station? Okay. Kuna mengi nilifanya kwa sababu mara nyingi hata nilikuwa nikitembelea watu ambao walikuwa ni walemavu. Saa zingine tunapanga tunaenda kuwaona, tunawapelekea zawadi, chakula, mavazi, mattresses, vitu kama hiyo. Nilikuwa nashughulikia sana hayo mambo. Ukisikia kuna mahali kuna mtu ako na shida, nilikuwa in the front line ya kwenda ku make sure kwamba huyo mtu amepata usaidizi. Yeah. Okay, so in future, what are you planning to do? I know there are so many things, sitaki utaje yote. Yes. Lakini kuna yale kama mimi, tusema kwa mfano kama mimi, nikiwa pale kwa radio, last radio yenye nilikuwa Kigosho, had programs, charity programs. Yes. Na nikasema hata kama nitafungua radio yangu, hata TV yangu, I'll make sure that sitawacha. Si radio ilikuwa inafanya ni huo moyo, that was something that na huo moyo kwa radio. So si ati ni radio ilifanya niingie katika ile programs za charity na nini. Mimi mwenyewe nilikuwa napenda sana kufanya hivyo. And until today, that's why you see kuna wheelchairs hizi tunapeana. And we also need people to donate a lot of wheelchairs. Yes, there are so many people wenye wako na huko ndio wanahitaji. Yes, yes. We have done other things kama kujengea watu na nini. We still have other programs za kuwekea watu kazi na nini. And they are working. Yes. So wewe ulitoka Radio Citizen. Yes. Do you have such things za kufanya society pia you feel? Exactly. You're still there? Sasa wakati hata nimekuwa mtangazaji all that time, nilikuwa nikisema kila wakati Mungu akinibariki one time, nitafungua orphanage ya watoto wale hawana wazazi
wazazi niweze kuwasaidia. Ama nifungue nyumba ya wazee. Wale wa mama ama wazee wale hawana watu wa kuwaangalia, niweze kuangalia. La sivyo nifungue foundation ambapo nitaweza kusaidia watu. Na saa hizi vile ninaongea na wewe, niliregister foundation inaitwa Dashina Vel'S Foundation. Na in fact this coming Saturday on 6th ninaenda Eldama Ravine, tunaenda kufanya free medical camp. Kwa sababu Eldama Ravine kumekuwa na shida nyingi sana. Inapofika ni mambo ya matibabu na madawa, kumekuwa na shida nyingi sana. Kuna hospitali moja kubwa, lakini pale ile hospitali ukienda, ikiwa utapata daktari ni bahati yako. Na ukipata daktari pia, hata dawa moja Piriton ama Panadol hauwezi ukapata. Na wale watu wanaishi kule ni watu wa maisha ya chini sana. So mtu akifika pale hospitalini ukimwandikia dawa, it's as good as not assisting that person. Kwa sababu atatoka hapo na prescription, atarudi kwa nyumba. Hataweza afford kujinunulia dawa. Panadol ya 20 bob kupata mtu anakosa. So ndio mimi nikasema wacha nijikaze, nitafute madawa, nipeleke huko nyumbani, watu wapate free check up na wapate free medication. So this is going to happen on 6th of this month, the coming Saturday. And I'm very happy because nimejikaza na nimemanage kupata madawa worth 1.5 million. Wow. So hiyo madawa ninapeleka, ninaenda kusaidia, ni make sure kila mtu mwenye ako na shida atapata matibabu hiyo siku ya bure. So sana mimi nimekuwa nikifuatilia story yako. Ndio. Because we have so many people wenye pia wako ground. Kuhakikisha some of these things tunapeana zinafikia mtu mwenye anahitaji. And I knew uko na medical camp. Na nikajua sitakwambia chenye tunataka kufanya kwako. Because we are not just here to unajua, I always say leo hii unaweza kuwa na pesa. Lakini kesho kitu kikufanyikie, mambo yote people will not understand you wakiona wakati watakuona unaomba usaidizi. I have so many people, even my close friends, wenye wanahitaji usaidizi. Lakini unamjua akiwa tajiri, so you wondering I mean kama kina nani wanaomba usaidizi, basi who else, nani hataki kusaidiwa basi. Kabisa. So na nikajua kuna jambo lili umekuwa ukipitia, ama mmekuwa mkipitia kama familia. Maybe you can explain. Because I know also your life unajua kuwa kwa media. By the way, let me tell people, by the time ulitoka kwa radio, I know life changed. Maisha inabadilika. Lazima ibadilike, haiwezi kuwa smooth. Kwa sababu maisha huku nje mambo yamekuwa magumu. Alafu corona imekuja tena imechapa watu kabisa, imeharibu mipango yote. Sasa nitarejelea hapo pale umeuliza, umesema kwamba kuna kitu fulani ambao mimi na jamii yangu na familia yangu tuna go through this time round. So ningependa kusema kwamba at the beginning of this year, mamangu mzazi alipata stroke. Na alipopata stroke, alisurvive. Luckily she survived. Lakini after kusurvive hiyo stroke ilimu affect sana. So from that time, let's say from January this year, mama amekuwa in and out of hospital every other day. Anaweza kuwa hospitali wiki 3, anakuja nyumbani siku 2-3, tunamrudisha tena hospitali mwezi moja, nyumbani wiki moja. Hiyo ndio imekuwa mtindo for the last about 9 months. So wewe unaelewa when you have somebody who is sick. Unaelewa mambo ya during COVID. Na unaelewa mambo ya medication Kenya hii. Ukikosa mwelekeo basi umeenda hivyo. So mimi Kenya naweza sema ni kwamba nimehangaika sana kwa upande wa matibabu wa mama. Nimeshughulika sana. Sasa ile kuharibu zaidi, juzi mama alikuwa tu anatembea polepole sana. Mwendo wake ni wa polepole. Sasa msichana wa kazi alikuwa amemwaga maji ya sabuni chini kwa tiles. Sasa kwa bahati mbaya mama alipokuwa anatembea, aliteleza pale, mguu kavunjika. Sasa mguu ulipovunjika, kampeleka hospitali, amelazwa hospitali. Daktari anataka over 1 million shillings ndio apelekwe theater, awekwe chuma kwa mguu. So saizi vile naongea na wewe mama saizi ako bedridden. Hali yake si nzuri. Na kwa sababu nimekwambia nimekuwa nikikufuatilia sana kwa YouTube. Nikasema wacha nipigie Barodhi, nimueleze anishike mkono. Kwa sababu one thing I believe is that all of us dunia hii, hakuna mtu anaweza fanya kitu single handedly. We all need each other. So nikasema
because I have a very big bill inangojea ya operation ya mama, wacha niongea na Barodhi nione kama atanishika mkono anisaidie na wheelchair. So ndio nilipokupigia ukaniambia njoo uchukulie mama wheelchair, nikafurahi sana. Kwa sababu sasa hiyo itanisave zile pesa ningenunua wheelchair, ndio itafanya kitu kingine kwa matibabu ya mama. So ningependa kusema nimefurahi sana vile umeni-invite hapa kwa studio yako, umenipokea kwa uzuri, nimeona raha. Na vile umenikabidhi wheelchair ya mama, hapo pia ujue kwamba utapata baraka kubwa sana. Sababu yule mama ni mama mzee na kwa sasa hawezi kutembea sababu mguu umevunjika. Sasa tulikuwa tuna plan kumnunulia wheelchair. Lakini vile nilikuona pale nikasema why not? Wacha niongee na Barodhi. Nikipata wheelchair hiyo pesa tutafanyia kitu kingine. Ni kweli. So ndio nimefika hapa leo. Nimefurahia sana mwaliko wako. So nyinyi nendeni mkasaidie sasa mam hizo bills zingine. Lakini wheelchair tumedonate. Hizi wheelchairs ni za kutoka kwa wafadhili wetu. Ndio. There are so many people who are willing kupeana wheelchair zikuja zisaidie watu. Ndio. Tulipokuwa tukizungumza na wewe kabla tuingie hewani, kuna cases kadhaa umeniambia ziko huko kwenu. Exactly, ndio nilikuwa nataka kumalizia niseme kwamba kule Eldama Ravine kuna walemavu wengi sana pia. Na vile nimekueleza life in Eldama Ravine, watu wa Ravine wako nyuma sana. Sasa ikiwa mtu hawezi atakajinunulia dawa tu kidogo ya kujitibu, wheelchair atapata wapi? So nilikuwa naomba kwa hekima na heshima, ikiwa itawezekana, Mungu akituweka salama, one of these days tunaweza tembea huko mimi na wewe. Mimi naweza ku-identify nijue ni watu wangapi ambao wanahitaji wheelchair kule. Alafu tunaweza kuenda in partnership with Jundes na Vel'S Foundation, tunaweza enda kule tuende tuweze kuwakabidhi hizo wheelchair. Na hapo tutakuwa tumebadilisha maisha ya hawa watu. Kwa hivyo naomba ikiwa utanikubalia, one of these days tunaweza panga tuende tutembelee hawa watu. Sasa nafikiri tupatie wheelchairs. Because what I need is wheelchairs. Exactly. Nikipewa mimi sitakunyima. Because hizi wheelchairs si za Wakikuyu, si za Wakalenjin, si za Wakamba, si za Waswahili, si za Wagiriama. Ni ya kila mtu. Ni za Wakenya. So I'll give, because ningekuwa naangalia watu wenye nasaidia, nafikiri singekuwa nimeitwa. Unajua mwito hauna ukabila. Ukiitwa usaidie kila kabila. So na mimi sitaki kuichukua kama kabila, naichukua kama Kenya yetu. Maana hii Kenya ni yetu. Hatuwezi gawanisha na wanasiasa na pia sisi tujigawanishe. So mimi nikipata wheelchair hata kama itaenda Kisumu, tutaenda kuipeleka. Haya, na mimi ningependa kuongezea hapo. Tafadhali sana naomba wewe ambaye unatutizama sasa hivi, ikiwa uko in a position ya kusaidia kulete wheelchair, iwe ni moja, iwe ni mbili, iwe ni tatu. Ikiwa unaweza kufikisha wheelchair hapa kwa Barodhi wa Dayo. Direct translation ni ambassador of peace. Ikiwa unaweza fikisha wheelchair yako moja ama mbili ama tatu imfikie Barodhi wa Dayo, itakuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu kutoka hapo naye Barodhi wa Dayo yeye naye ataweza kusaidia wale watu wengine. Kwa hivyo naomba kwa hekima, ikiwa una uwezo, lete wheelchair yako hapa. Hiyo wheelchair itasaidia wale wengine ambao hawana uwezo. Na ni vizuri niseme, unaona hizi wheelchairs, mtu mmoja tu alinitumia pesa. Niambia Barodhi, enda utafuta wheelchair hata kama ni moja. Bahati nzuri hiyo pesa baada ya kuigawa nikaona inatosha wheelchair 3. Unajua ikiwa inatosha 3 kwa nini ninunue moja? Sinisaidia watu watatu. Na nafikiri hata mwenye alipeana anatuona hapa. Ni vizuri aone ndio hizo zingine ziko hapa. Kuna moja tunapeleka pale kunaitwa Keno. Na alafu pia kuna ingine bado ya 3. So tunajua kwenye tutaipeleka, maana kuna request mingi sana. So request ni mingi, kitu sina ni wheelchairs. So please, if you have a wheelchair, hata kama ni second hand na unataka kupeana na inafanya kazi vizuri, maana kuna watu si unajua kuna cases like kuna rafiki yangu nimeongea naye ako nje ya nchi akaniambia babangu alikufa lakini alikuwa na electric wheelchair. Sasa ilibidi aipeane. So I know watu wanaweza kuwa na wheelchairs wamejiwekea hazitumiki. Zileteni tupe watu wenye wanastahili kupewa. Hata kama ni second hand na iko in good condition, itasaidia yule asiyejiweza kule. Ukitaka kupeana ama kutuma pesa, ni sawa tu, because maybe uwezi inunua na huko nje na huko ni cheaper. We shall send the quotation. Na ile duka tutanunua tutakutumia risiti ndio uone, so that ujue na pia uone ikipelekwa na ifikie watu wenye wanastahili kupatiwa. So that's why nimeleta June ili yaweze kupatia mamake wheelchair. Unaona watu tunapeana ama watu wenye tunasaidiana, wakati mwingine kusipokuwa na mtu mwingine kando na yeye akuonee huruma, watu wanaweza fikiria juu unapeana na wewe lazima ukue nayo.
Imagine. Because si watu wamesikia kuna project. Yeah, Sasa watu wako na mafikira. Sasa mtu anaweza jiuliza June kama anapeana hizo vitu zote kwa nini yeye akose wheelchair? Sisi watu wa kupeana tunakosanga hata sisi. Kabisa. Because umezoea kupeana. Hata wakati mwingine utaona sipeani kwetu. Yeah, exactly. Justify kupeana kwetu actually. Mtu anaweza kusikia June anapeleka free medical camp Ravin. Kwa nini akose wheelchair? Na unasikia haiendi kusaidia watu wenu, imeenda kusaidia watu wengine. Kila mtu. Sasa hawa watu wa kupeana wasiposaidiwa pia wao watakosa namna. Maana huwezi consider watu wenu wewe mwenyewe ati useme nataka kusaidia watu wetu. It becomes hard. Lakini mtu mwingine mwenye ako nje akiona unahitaji kitu fulani, sasa na yeye ana chip in anawasaidia. So thank you so much na nashukuru pia kwa watu wenye najua watajitolea kutoa hizi wheelchairs ndio tuweze kuzipeana. They are not that expensive. With 10,000 unapata wheelchair. Yes. In fact kuna rafiki yangu amenionyesha mahali pa kununua na wholesale. Hiyo ni mzuri sana. So unapata bei ya huku hata afadhali kununua huku kuliko kununua nje. Maana ikifika hizo jute na nini inakuwa too much. Inakuwa too much. Kwa hivyo kama mtu hana uwezo, kama mtu hana wheelchair, kama ako na pesa anaweza kutuma kwako ili uweze kununua wheelchair. Asante. So thank you so much na thank you so much June. Nimeshukuru sana. Mama tapona. Nimefurahi. Na nafikiri pia ukienda huko maana singeweza kukuja huko. Ndiyo. I have a very tight schedule. Ndiyo. Kama jana watu wameniona kule Mombasa. Ndiyo. Nimefika usiku. Lakini lazima pia nikuwe hapa. Ndiyo. So nikisema niende Eldama Ravine. Lakini tutakuja kupanga tu one of these tutakuja kupanga days. Pole pole ili nikuwa nimejipanga. Ndiyo. Na niweke siku kando. Ndiyo. Tutaenda. At least itakuwa sawa, though this time round singeweza kukupeleka. Nafikiri kitu utafanya ukifika huko ukipatia mam, make sure umechukua ka video kidogo ndio tuwaonyeshe imefika. Exactly. So kuna places zingine sitahitaji kwenda because some of those places zinahitaji uchukue the whole day kwenda na kurudi. Lakini Mungu ni mwaminifu tu. The most important thing ni hiyo kitu ifike kwa mwenye anahitaji. Kwa mwenye anahitaji. That is the most important thing. Exactly. So that's all. So thank you so much June. Thank you very much. I'm so happy. Na nafikiri ulikuwa unafanya taarab. Yes, mimi ninakuwa unajua napenda taarab. Sana. Taarab mimi ndio nilintroduce taarab pale na ilikuwa inachapa kabisa. Ilikuwa inaitwa Rusharo. Sasa unajua nilikuwa nafuata taarab kutoka Radio Maisha, nafuata taarab Radio Citizen, nafuata taarab KBC Radio Citizen ndio ilianza kwanza. Huyu mwanadada alikuwa analeta taarab Radio Taifa. Hadija Ali. Hadija Ali. Hata sasa bado anafanya. Bado anafanya. Ingawa miaka zimeenda sana lakini bado. Hicho kipindi kilikuwa inaitwa? Siwezi kumbuka. Ilikuwa kwa raha zako ama ilikuwa sikumbuka vizuri. Kwa raha zako nafikiri. Lakini inaendelea hadi sasa ingawa miaka imeenda sana lakini bado sauti iko sawa. Lazima ni mzee. Miaka imeenda sana lakini bado anachapa hiyo show na bado inafurahisha. Napenda huu wimbo unaitwa Utalijua Jiji. Basi. Ingawaje kuna mafumbo huwa siyaelewi. Taarab ni mafumbo lazima. Na mchongo wa no. Ujue kufumbua. Na kusutana inaitwa kusutana. Basi. Na kuchongoana. Basi ndio hivyo sasa. So I love taarab. Sana. You want music? I'll get you music. I have about 2,000 music ya taarab kwa hard disk. Nataka nakuletea. Please do. Napenda taarab. Ingawaje zingine zina matusi sana. Hapana, hizo za matusi huwa tunaziweka kando. Hizo I think huwa wanacheza wakati kuna tamasha tofauti maybe ya harusi, maybe pre-wedding. I would also consider gospel taarab. Kuna gospel hapana. Ya Waislamu inaitwa kaswida. Kaswida that's where wanacheza muziki ya kumsifu Mwenyezi Mungu. Inaweza kuwa na beats kama za taarab lakini the wordings unasikia inasifu mambo ya Mwenyezi Mungu, inamwimbia Mwenyezi Mungu. Inaitwa kaswida. Okay. Kuna huyu mwingine Hadija Kopa ndio ameimba Utalijua Jiji. Basi. Hadija Kopa ndio hodari wa kuchambana na kusutana. Alafu huwa unajua wanacheza tu mdogo tu hivi. Sasa unajua taarab ni muziki ya starehe. Sio muziki ya fujo. Watu wanakaa chini wanaimba kwa staarabu pole pole. Kisha pale kwenye dance floor hakuna mambo ya wanaume kwenda huko kucheza, inawachiwa wanawake dance floor wacheze. Ukiona wanaume wanaingia huko katikati huwa question mark inaraiziwa saa hiyo. Why? Kwa nini wameingia pale katikati? So what is the beauty thing? What is the beauty thing
Na unajua nani na Regina David nani, ai Farudi unapenda taarab lakini za Demathio hupendi. Kuna mtu anakuambia hivyo? Nani amekwambia sipendi za Demathio? The most important thing in a song, that's what umesikia nikikwambia, kunazo taarab nzuri. Yes, kabisa. Ya mapenzi. Tusikiza songs za Demathio, let's now discuss that issue. Maana ameiraise. Kwani songs za Demathio ni mbaya? Si mbaya. Tuanze hapo Regina David. Kwani ni mbaya? Si mbaya. Unajua wimbo unaweza amua, like ukisikiza mtu kama Kamaru ulisikia akisifiwa na Bishop Harrison. Yes. Ukisikiza nyimbo za Kamaru utasikia ubaya wapi? Ndio kuna nyimbo zao ziko na matusi zingine but most of huyo amesema Demathio ukisikiza songs zake mingi sio matusi. In fact if I was to question you Regina, let's say tuchukue wimbo ya Demathio ya mapenzi, tuchukue ya Muigai ya mapenzi ama ya Mutara ya mapenzi. Sasa hapo nawe utaniambia aje? Because Muigai yako na love lyrics na inachezwa kwa radio za gospel. Ndio. Haya, ya Demathio, because the name is Demathio na hiyo wimbo ni ya mapenzi, haiwezi ikacheza kwa radio. So Regina David, I want you to come and tell me, mimi sina shida. The only issue is we need to sit and discuss that issue ikiwa kubwa. Maana tena ukiruhusiwa kuzisikiza utaenda upotee sasa Ukristiano kabisa, kwa sababu utasikiza zote, utasikiza za matusi, usikize za kejeli, usikize za, because like taarab iko na kejeli sana. Sana. Alafu unajua si kusema nilikuwa nasikiza taarab lini. Unajua wakati hauko umeokoka, hata kama uliokoka hauwezi kosa kukumbuka zile vitu ulikuwa unapenda wakati hauko umeokoka. Huwezi sahau, haisauliki. So anyway, I used to love taarab. Hata nikiwa shule. I used to listen a lot. Although nilikuwa na marafiki wangu kwa tamasha za taarab uone. Utafurahia. Sasa hiyo unajua itakuwa vita na hawa wataanza kuniambia sasa umeanza tamasha ya taarab kufanya nini sijui nini. Unasikia washaanza kunijudge. Anyways. So thank you so much. Pelekea mom wheelchair. Thank you. And all the best. God bless you so much. Nafikiri all the other projects niko nazo tutakuwa tuna chip in mahali tutaweza. Tutakuwa tukiangalia. Hata wewe kama unanihitaji anywhere wakati uko na shughuli zako, just tell me, I'm a very good MC. I can offer the MC services for free. Wow. Tunaweza zunguka pale unaenda, nitakupatia. I can imagine uki-MC na Kiswahili sanifu. Bas. Hey. So unaniambia saa zile unanihitaji, just give me a call. I'll be available. Sijui ni kuhaya dawa repayment yangu. Nafikiri unajua ni vizuri pia huko. Fanya hivyo. Mimi nitakuja. Siwezi kosa kukushika mkono, lazima nije. Okay, so thank you so much. Thank you very much. Mungu akubariki. Mimi pia nitasema Mungu akubariki sana kwa kunishika mkono. Na Mungu abariki kazi ya mikono yako. Asante sana. So huyu ni June Dashina Vel'S na kwa mafans wako utawaambiaje? Uliwaacha tu. Wako bado wananitafuta sana kwa Facebook wakiniona. Unaweza kumbuka mafans kadhaa labda? Naweza kumbuka lakini tuache hayo kwa leo. Okay, wape ujumbe basi. Okay, ningependa kuwafahamisha ya kwamba hiyo kamera bado nawakumbuka vizuri sana na ninajua wananitambua kwa sababu hata saizi wakiniona Facebook wanauza June Dashina Vel'S, ulienda wapi? Mimi nataka niwaambie kwamba niko na wao na sijawasahau. Ndio. All right. Michelle Wamboi, Isaac Wakinahira makona wheelchair. Akona wheelchair, you could not be aware. Akona wheelchair. Kwanza sio, nafikiri hata sio moja, ameletoa hata ingine classic, more classic. So Michelle, you need to follow our programs ndio unakuwa updated. Isaac akona wheelchair tayari. So peana namba yako June. Okay. Kuna watu labda wangetaka namba yako, sijui utajua vile utafanya na ujue mafans pia wako wanaisikiza. Nambari zangu za simu ni 0722 205 430. Just in case unajisikia unataka kuongea na mimi, feel free, call me anytime. Okay, thank you very much. Tuintroduce kipindi cha ulienda wapi ama zinitoa? Tutafanya. Hizo. Uko wapi? Je, uko wapi? Je, uko wapi? Maana kuna mafans wako huenda labda wanakutafuta hata wamefurahia kukuona leo. I know leo watafurahi sana. Asante sana. All right. Michelle, ati alisema anahitaji, basi sijui. I'm not aware, juu niliacha kuna wheelchair. I don't understand kwa nini sijui. Na naendaga huko. So Michelle, I will confirm about it, but I have no information about it. Huenda sijaambiwa, lakini kuna niliacha wheelchair. So yeah, lakini kama atahitaji, I know we have so many donations zitakuja. So if you want to donate a wheelchair,
please call. Alisema hiyo ni ndogo. Unaona, usiseme hana, ungesema ni ndogo. Unaona, ukisema hana ni tofauti. Hiyo ni tofauti na ni ndogo. Na unajua ni mtu bado anakula, so amepata nguvu sana. So tutashughulikia hiyo. Sawa sawa. Usikuwa na shida, hiyo tutashughulikia. Yes, very good. Ni ndogo. Ni ndogo. Kama ni ndogo, tutanunua kubwa. Na actually I'm almost going there kwa sababu ile pesa ya kulipa daktari bado ndio inaenda ikiisha. Kwa hivyo tutakujia ingine ndio tuendelee kulipa daktari. Alafu pia kitu update mahali amefika, maana tuelekea mwisho wa mwaka. So, if you want to donate a wheelchair, 0798 008 008. 0798 008 008. If you want to donate a wheelchair, please unipigie kwa hiyo namba ama unitumie SMS ama inbox WhatsApp ndio tuweze kushughulikia. Sawa sawa. So thank you so much and God bless you. Asanteni sana na Mungu awabariki zaidi. So utaambiaje watu wa Eldama Ravine? Watu wa Eldama Ravine ningependa kuwafahamisha kwamba niko njiani. Tarehe 6 niko kule. Wow. Naleta hiyo free medical camp. Alright. Na pia kama mmesikia katika hii interview yetu. Yes. Barodhi Wadhayo amesema tutashikana mkono, tutakuja kuwatembelea wakazi wa Ravine. Yes. Wale ambao ni walemavu ama nini wataweza kupata usaidizi. Asanteni sana. Thank you so much. That was